amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni, amechukua magonjwa. Na siku ile walipokuwa nampiga, alipigwa mijeledi 40. Wataalamu wanasema kila mjeledi mmoja ni magonjwa 40. Na alipokuwa nakata roho akasema, imekwisha. Giza juu ya nchi, miamba inapasuka, mili inatoka. Yesu anatangaza ushindi na shetani ameshindwa. Yerusalemu wakashangaa, mili ya watakatifu inaonekana ndani ya Yerusalemu, maana amefufuka. Ya simba wa Yuda, kazi aliyoifanya ni kubwa. Ameenda kuzimu, kaenda kuwachukua na kuhamisha. Leo hawakai kuzimu. Mtu akifa haendi kuzimu, ila ambaye anatenda dhambi anaenda kuzimu. Yule ambayo ni watenda dhambi iko pale pale, lakini watakatifu wanakwenda mahali pa furaha, mahali pa shangwe. Hawatamani tena kuvaa mwili wenye homa, mwili wenye matatizo hawatamani. Huko ni kuzuri sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ndugu zangu kanisa, natamani ufahamu kesi hii sio kuisikia, lakini Yesu akusaidie. Dhabihu hii ipokee, sadaka hii ipokee, sadaka hii kusaidie. Mizigo ulionayo mpe Yesu, yeye anaweza. Katika Mathayo 11:28 anasema, njooni kwangu na neno langu ni laini. Yesu anatangaza, naomba Mungu akusaidie. Okoka kweli kweli ili Mungu akutembelee. Fungua moyo wako, utaona Mungu akikusaidia. Usiwe mmojawapo ambaye unashangaa, lakini fungua moyo wako, Roho ashuke juu yako akusaidie. Iko nguvu ya Mungu katika damu ya Yesu, ni thamani. Ni damu ya ajabu, ni damu ya ajabu. Ipokea damu hii, pokea ukombozi huu, pokea mateso haya. Yesu alitemewa mate, wangetemewa mate. Mchungaji alikutemewa mate, sijui kama ungeendelea kuabudu. Yesu alitemewa mate, wanadamu ndio kazi yake. Basi kwa yeye hakuna kilichofanyika, lakini alitemewa mate na wanadamu. Alichukuliwa, alipigwa makofi, alipigwa ngumi, wakamdhihaki, wakasema uliokoa wengine, jiokoa mwenyewe. Alinyamaza kimya. Akaulizwa, hebu sema, ni kweli ni wewe mfalme wa Wayahudi? Akamwambia, wewe wasema. Wakamtesa. Biblia inasema Petro akamkana Yesu. Wakamuuliza Petro, kati Yesu. Petro akasema, nijapokufa pamoja nawe sitakuacha. Yesu akamwambia Petro, nakwambia utanikana mara 3 kabla ya jogoo kuwika. Petro akasema, haiwezekani, lakini mateso yalikuwa makali. Mjakazi mmoja akasogea, wakati wameenda kwenye behewa ya kuhani mkuu. Yesu anapata mateso usiku. Wacha, hali ilikuwa mbaya, lakini Yesu anakaa kwa ajili yetu. Yesu akabaki peke yake. Petro akaulizwa na yule kijakazi, watu wanasikia siku baridi kali Uyahudi. Akasema, mimi simjui mtu. Akatokea mwingine akasema, hata kusema nasema kama Yesu. Akasema, simjui. Jogoo akawika. Jogoo alipowika, Petro alilia, akasema, Bwana nisaidie, nimekukosea, nimekusaliti. Ulisema kwamba nitakukana. Akalia, Petro akalia, akaona dhabihu hii ni njema, lakini Yesu ni mwema, alimsamehe Petro. Ndugu yangu, inawezekana maisha yako yafanani na wokovu. Ndio aliyoyapata uyatambue. Dhabihu hii ni njema, haifanani na dhabihu za wanyama. Kwa ajili yako Yesu, mwana-kondoo Mungu, aichukue dhambi ya ulimwengu. Naomba pokea dhabihu hii, pokea kwa jina la Yesu. Dhabihu hii saidie kuchukua suluhisho katika afya yako, iwe suluhisho katika maisha yako, iwe suluhisho katika kazi zako, iwe suluhisho katika majibu yako, iwe suluhisho katika dunia hii. Mpokee Bwana Yesu.
Kubali Bwana Yesu, tembea na Bwana Yesu. Yesu amefanya